majina? Niseme. Bibi yangu number 1 anaitwa Kawasukari Odhiambo. Number 2 anaitwa Wendani Odhiambo. Bibi number 3 anaitwa Moyoko Odhiambo. Si leo nimesema? Si mmewajua? Sasa before niite Imbala, nataka ukiitwa hapa, sababu tunatoka hapa tunaenda Q na level tukienda tuko na watatu, na mimi lazima niongee hivyo sababu mimi ni Mjaluo, ni culture. Sasa mimi nataka kuita Honorable Waiganjo atusalamie. Nione makofi ya Waiganjo. Waiganjo. Governor huyu Waiganjo amefika hapa na sababu yeye ndio nilichukua kiti kwake. Kura yangu ilikuwa mingi kumuliko. Lazima nimpe nafasi. Waiganjo, you are my senior na nakupenda sana. Salamia watu wa Kawasukari na Wendani. Asante Mheshimiwa Odhiambo, Governor wa Matangi, viongozi wenye wako hapa, wenye wameshauriwa na officers wako na wananchi wa Kawasukari, hamjambo. Hamjambo tena. Unajua si kawaida kiongozi mwenye ameshauriwa alafu anaalika mpinzani wake akuje aongee kwa mkutano yake. Unajua si kawaida. Lakini huyu tumejuana miaka 20 iliyopita. And Your Excellency, huyu kijana tulisimama na yeye 2007, 2012, 2017 nikashinda yeye na 2022 akanishinda. Shida moja tu mimi niko na yeye. Wakati nilimshinda 2017 nilienda kwake asubuhi nikamwambia pole na nikampatia 20,000 ya kununua mifupa ya supu. Lakini 2022 wakati alinishinda alinitumia 2,500 kwa simu. Kwa hivyo Mheshimiwa Odhiambo, uko na deni yangu na ninasema hivyo mbele ya watu wa Kawasukari. Lakini nimpongeze pia kwa sababu wakati tulikuwa kwa siasa nilimwambia tafadhali zile miradi zote nilikuwa nafanya hakikisha umemaliza. Akaniambia tutaongea na governor wa Matangi, na ni kweli zile park ilikuwa pale tulikuwa tumejenga haikuwa imeisha, ikaisha. Hizi walk path zote ziko sawa, mataa ziko sawa. Lakini kitu moja Odhis anasema hawezi maliza kabla waongee na governor. Kwa hivyo hiyo kazi umefanya na mumemalizia vizuri. Na nikikuja kumalizia, mimi mnajua mimi ni wa hapa. Na mimi naongea ukweli. Na tutaongea na nitachukua dakika moja peke yake. Niseme nilikuwa nafikiria 2027 nitakutana na huyu jamaa. Lakini wakati nimeangalia ile mambo yote nilikuwa nimesema nitafanya, anaendelea kufanya. Na kwa sababu mimi ni mtu mjaja na niko na uongozi ndani yangu, nikaona hata kama mimi ni mtu wa 1 term pale juu, mimi naona kama tutasema 2 term hapa chini. Na nasema hivyo kwa sababu uwezi sema 2 term kwa mmoja kama hujasema kwa mwingine, kwa sababu wameshikana hivi governor na MCA. Lakini governor, nikwambie kitu moja na Odhis amesema hapa. Ile kitu ilinipeleka nyumbani ni hii Baringo Road. Na hiyo Baringo Road kama haitatengenezwa, ile kajia nilipitia, warai ndio Odhis atapitia. Na unajua Odhiambo hata aenda peke yake, mtaenda mkiwa wawili bila tu tunamchagua. Kwa hivyo Baringo Road muangalie. Ya mwisho. Mimi unajua ni mtu mjaja na mimi ni msomi. Niangalia ile kazi inafanyika hapa nikaona kama itaisha by 2027. Na mimi nikaona kwa sababu niko na nguvu, hii constituency ya Roiro imelala. Na kwa sababu nilikuwa na kura mimi nikasoma katiba. Nikajua 2027 ni mbali sana, sitagojea. Na katiba haijaambia sisi tujichague. Mimi sasa nikakaa kwangu, nikajiita mkutano, nikajichagua,
nikakuwa MP wa Roiro acting. Hata bibi yangu hajajua anakaa na mbunge nyumbani. Na nikasema hapa, rafiki yangu mheshimiwa Esther Gadhogo ako hapa. Huyu jamaa wameng'ang'ana 2 terms. Na sijui na ni mama mwenye rafiki yangu, lakini ameshindwa kutoa yeye. Mimi naomba Esther Gadhogo, wakati ukifika, anipatia nafasi ndio niweze kung'ang'ana na huyu jamaa mpaka dakika ya mwisho. Na mimi mnajua mimi ni mtu wa DCP. Na kiongozi wangu ni Rigathi Gachagua. Huyo ndio mimi kiongozi wangu. Na hii chama hii ya our governor ni chama uongozi wake hauna adabu. Juzi tuliona mama wa kutoka pale Embu, Mheshimiwa Cecily Mbarire, na ndio maana nasema hivyo. Yeye anaingia kaunti ya Kiambu kwa function kama hii, na anataka sasa kuintroduce governor wa Matangi kwa kwetu sisi. Hiyo ni kukosa heshima kwetu sisi. Na hiyo ndio maana mimi, kwa sababu tutaenda pale, kuna by election pale Bere, tutaenda mpaka kwake. Hiyo lazima atatujibu kwa nini yako na madharau na governor. Nimalizie niketi niseme hivi ya mwisho kabisa sasa. Mungu ambariki nyinyi wote wakahasukari, kwa sababu mliona kunipatia nafasi ya kufanya kazi. Na vile mliniambia tupatie udhis kwanza. Mama Esther akikuja pia mwambie, kwa sababu tumekupatia nafasi moja, ya pili, ya tatu, hivyo na mimi watapatia nafasi. Mungu ambariki kutoka kwenu Roiro Acting MP 2027. Asanteni sana. Asanteni sana, asante sana Honorable Waiganjo, ameongea kitu ya maana sana. Amesema niendelee ama nisiendelee? Niendelee ama nisiendelee? Kama Waiganjo ndiye amesema, sasa nyinyi simumalize. Ya mwisho Mheshimiwa Waiganjo, kabla hujaketi umesema niko na deni yako. Ulinipea 25,000, nilikuwa na shida. Na mimi nikakupea 2,500. Hata serikali ya Kenya iko na deni, nitalipa tu. Honorable Esther Gadhogo, tafadhali mama, unene tu kidogo sababu tunaenda mbali. Waiganjo ameongea sana. Ai maga imo genagia ai mwanyo na mugaga ngemie twara raini ngakora ithanduku ritire. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimejua ya kwamba hapa kuna watu wa mwihoko hai, watu wa wendani hai, kahawa sukari hai. Your Excellency the Governor, mimi sina mambo mengi. Nilisema hata kama sina mtoto ambaye anapewa basari, kiongozi akija kwa mtaa, si ni mtaa yetu, na kama hatupigani na yeye si tunamkaribisha. Kwa hivyo niyo amatagidi nagera basari. Mimi nimekuja kukuambia karibu kwa kijiji yetu. Kwangu ni hapa nyuma, ukimaliza unaweza kuja kikombe ya chai. Kwa hivyo mimi sina mambo mengi. Waiganjo wekate muno tikuwa gociara wego wagoa, kwa sababu wakati ukifika tutafanya nini tutajua, si ni kweli? Mimi leo nimekuja, sitaki kuongea mengi yangu. Mimi husema na wapenda sana nyinyi wote. Ile jina ambayo mlinipatia, hiyo ndio saa zingine na kulianga, na heshima ile mlinipea wakati nilikuwa kiongozi wenyu. Na mimi niwaambie, wakati huu kama vile governor husema, ni wakati wa kufanya kazi. Hii kuhaiki sana haitatusaidia. Tukihaiki sana, governor ataweza fikiria siasa zimefika, aache kupeana basari akibie kwa siasa. Kwa hivyo lazima tupunguze nini? Hata kama ziko kwa damu, hata kama sisi hatujabeba mtoto. Mimi hawa wanaume akina Waiganjo niliwaambia, saa zingine wakikosa mama wanahangaika. Kwa hiyo Waiganjo usijali, mama atakuja tu na mtasukumana na hawa wanaume, unasema tutajua hawa watu wataamua, si ni kweli? Kwa hivyo mimi sina mengi. Mungu akubariki governor, watoto wanaendelea kusoma, na ukienda mahali usikose kuniambia. Ile vita sisi tunapiganaga huku ni ya mtaa. Saa zingine tunapiga huyu, saa zingine tunasema ni yeye. Hiyo ni siasa, si ni kweli?
Kwa hivyo tushikane pamoja, ndio ward zetu, Ruiru constituency yote ward 8 tuweze kupata umaarufu kwa uongozi wa kiti ya governor. Ando maraiga watiriri governor. We governor wa mbere gukuhiriria andu macinani. Wewe kama sasa utapotea juu watu wanakutusi.